Pongali Business, smart business tips. Mbinu za kupata wateja wengi wa bodaboda. Kuna mbinu kadhaa ambayo ukiyajua hizi mbinu ukazifanyia kazi, basi huwa unapiga hela sana. Yaani hata kama ni pikipiki ya mkataba, basi unaweza ukamaliza haraka sana bila maumivu. Kwa sababu kati ya mwiba mkubwa sana ni biashara ya mkataba kwa wale ambao wanatafuta pikipiki. Mbinu ya kwanza kabisa ni kwamba chagua eneo la stendi au maeneo yenye mzunguko mkubwa wa watu, ambayo nilikwambia maeneo bora ambayo unatakiwa ukaweke pikipiki yako ni sehemu ya masoko makubwa. Kwa Arusha ni soko kuu, Mbauda, unaweza pia ukawa kule Usa, yaani maeneo ambayo yana soko. Stendi za daladala, zingatia stendi za daladala, watu wanashuka, wanatamani tena kuendelea na safari. Sehemu ya hospitali, kwa wale ambao hawana hofu ya kuona maiti, lakini kuna wale wengine ambao unakuta akiona tu maiti au akiona mgonjwa ameletwa hoi hai, basi yeye anakuwa na mshtuko hata kubeba watu, au akiona mtu ameletwa na pikipiki amepata ajali, ameharibika sana, yeye mwenyewe anashindwa kuendesha tena hiyo pikipiki yake. Basi wewe kaa stendi za daladala, kwenye masoko, kwenye maduka ya watu. Lakini pia vituo vya mabasi makubwa ya mikoani, watu wanashuka, wengine ni wageni hawaelewi, ameambiwa tu shuka, chukua bodaboda, basi na wewe ukae pale. Vyuo na shule, maeneo ambayo yanahitaji kusafirisha watu wanaoingia na kutoka. Namba 2 au mbinu ya pili, fanya kazi karibu na maeneo ya biashara. Maduka mengi Kariakoo, ambayo inahitaji safari ambayo fupi kutoka hapa kwenda pale, shilingi 1000. Unaweza kaenda mara 50. Lakini hujatumia mafuta mengi, lakini umepata pesa. Watu wanaenda kwenye mikutano, unakuta eneo pale kila saa kuna shughuli. Kila saa unahitaji usafiri wa bodaboda. Yaani safari nyingi zinaleta pesa, zinaingiza fedha kuliko kupata safari moja ya kwenda mbali kilomita za kutosha, lakini ukaingiza fedha ambayo ungeweza kupata ndani ya lisali moja. Namba 3 au mbinu ya 3, tafuta maeneo ya makazi mapya. Kama uko kijijini, basi tafuta kitongoji ambacho watu hawajaenda kuwekeza. Peleka chombo chako pale, amini kwamba itahitajika tu msaada. Watu wanahitaji pikipiki hata iweje. Kitongoji ambacho hakijaendelea bado, peleka chombo pale. Ambayo sehemu ambayo hakuna uhakika wa safari, hakuna magari, hata kama gari unakuta ni gari ni moja, peleka pikipiki, maanake usafiri uliobaki pale ni pikipiki. Wakazi wanahitaji kwenda na bodaboda kwenda town, kwenda sokoni au kituo kingine. Kwa hiyo tafuta maeneo ya makazi mapya. Usiende tu sehemu ambayo unakuta tayari bodaboda kama 100 tayari zishakuwepo. Lakini mbinu nyingine ni kwamba simama maeneo ya junction, makutano ya barabara, yaani njia panda. Watu wanashuka na daladala, wanahitaji kuendelea na safari. Au mwisho wa barabara, mtu anataka aendelee tena, atahitaji bodaboda. Manake hapa hakuna kupoteza muda, ni kutafuta abiria muda wote. Mbinu nyingine ni kwamba badilisha muda kulingana na uhitaji. Kama unaona kabisa asubuhi watu wanaenda kwenye makazi, manake asubuhi makazi unahakikisha kwamba unawapeleka watu town. Mchana unaangalia kwamba watu watahitaji mchana, nenda sokoni au hospitalini. Jioni anzisha ruti ya kutoka town kwenda kwenye mahome. Yaani maanake usikae sehemu moja siku nzima. Fuata mtiririko wa watu. Kwa sasa hivi watu wanatoka kwenda wapi? Watu wanatoka town kwenda manyumbani. Asubuhi watu wanatoka manyumbani kwenda town. Wewe umekaa town, unategemea watu. Kwa hiyo hakikisha unabadilika.
kama huko mjini. Mbinu nyingine ni kwamba jitengenezea wateja wa kudumu. Kuwa na wateja wako wa kila siku, labda 4 wa kwenda kazini, kuna wakumwaisha saa 11, kuna wakwenda saa 12, kuna wakwenda saa 12:30, kuna saa 1. Kuwa na wanafunzi wako wa kuwasafirisha kila siku kwenda na kurudi, hata kama unalipa mwisho wa mwezi. Lakini pia uwe na ruti za hospitali. Manake pale unapata wateja wako wa kudumu moja kwa moja. Watakuwa wanakutafuta wewe tu. Ukiwa mwaminifu, familia inasahau kabisa kwamba kuna haja kununua chombo cha usafiri. Kikubwa hapa, waheshimu na uwape huduma nzuri. Pale inapotokea umepata emergency, watumie message kwamba leo sitakuwa na nafasi kwa sababu nimepata emergency. Basi wanakuelewa. Kuliko kutopokea simu. Mteja mmoja yani ambaye ni wa kudumu anaweza akakupa shilingi 20,000 kwa siku, au akakupa safari 20 ndani ya mwezi mmoja. Unaweza kaandika kabisa kwamba fulani nilimbeba, yani kwa siku unaweza ukamuita huyo mtu mara 3 ukamlipa shilingi 2,000, maana yake shilingi 6,000 hiyo. Piga angalau kila siku atakuita hata mara 2. Hapo shilingi 2,200, 4,000. 4,000 mara siku 30 au siku hata 20, shilingi 80,000. Huyu mtu mmoja ukiwa na watu 6. Kwa hiyo ukitengeneza network basi. Jambo lingine ni huduma nzuri. Ukitoa huduma nzuri kwa wateja, maana yake hata kama mteja amekukera kwa namna gani, usiongee vibaya na usipandishe bei hovyo hovyo. Lakini pia hakikisha usalama wa abiria. Sio umembeba mtu lakini katika kuovertake, mtu anaomba Mungu afike tu, hakurudii hata siku moja, hawezi kuja kwako tena. Lakini ukiwa unapita kwenye junction, unajua kabisa hapa kuna sehemu hatari, unamwambia kabisa sogea kidogo, halafu hapa tunapopita ni hatari, kwa hiyo nivumilie. Anaelewa kabisa kwamba unakopita sio, lakini ni kwa ajili ya kumharakisha yeye. Manake mteja hapo atakuwa anakuita hata haji stendi tena, anakupigia tu simu. Lakini hatua nyingine ni kwamba fanya delivery, ongeza kipato. Achana na kukaa stendi tu. Tafuta wale wenye hoteli, tafuta wale wenye maduka makubwa, tafuta yale maduka ya dawa, waambie jamani, mimi niko free, niiteni muda wowote, nakuja kuwabebea dawa, nakuja kuwabebea chakula niwasambazie kwa watu, nakuja kwa muda ambao unaona kabisa mchana labda wateja hawapo, au umekaa tu stendi. Basi unaweza kadeliver chakula, vifurushi, baadhi ya mizigo, vitu vya dukani. Na hii inakupa abiria, au inakupa, kwa sababu unaweza kapeleka kutoka pale dukani ulikopeleka mizigo. Mtu anakuambia wewe ni bodaboda, ndio, ukampeleka. Kwa hiyo pale unakuta hukai. Lakini pia chagua route yenye double direction. Double direction maana yake nini? Mfano kama unatoka kwenye makazi kwenda sokoni, maana yake unamtoa mtu ambaye anaenda kununua vitu sokoni. Moja kwa moja huyo mtu haendi kufia kule sokoni, wala haendi kuishi sokoni. Atamaliza, atahitaji kurudishwa. Hapo unalipwa mara 2. Makazi kwenda stendi. Automatically ukifika stendi utahitajika na mtu mwingine anayetoka stendi kwenda kwenye makazi. Lakini pia makazi kwenda town. Mtu anatoka nyumbani kwake anaenda town. Akishamaliza ruti zake atahitaji tena kurudi. Kwa una uwezo wa kumrudia abiria huyo. Zingatia hili. Wateja wengi wanapatikana muda wote. Kikubwa uwe na sehemu au mahali sahihi, location, muda sahihi, timing,
na huduma nzuri, customer care.